mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayeliingisha lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kulia, amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu, naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, yuko hapa, watazameni mahali walipokuweka. Lakini nendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba watangulia kwenda Galilaya, na huko mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingiwa na hofu na mshangao, wala hawakumwambia mtu neno maana kwa Yakobo. Hilo ndilo neno la Mungu. Mungu wetu na Bwana wetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya neema hii ya ukombozi kupitia mwana wako mpendwa Yesu Kristo, ambaye licha ya kuonyesha maajabu katika ulimwengu huu, lakini ameleta ukombozi kwa watu wote. Tunakusihi tunaposherehekea Pasaka hii, Mungu wetu, atukomboe wewe wana wako wanaokuamini na kukupenda, wanaokutukuza daima, Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Niombe tukae. Bwana Yesu asifiwe. Niliposoma somo hili la mahubiri, nikaona kama ningepewa uchaguzi bila kufungwa na kalenda, mimi nisingechagua somo hili. Katika sikukuu kubwa kama hii, somo tulilopewa na kalenda yetu ya KKKT ina mwisho mbaya. Ule mstari wa 8, wanatoka kaburini wakiwa na hofu na mshangao na hawasemi lolote. Uko wapi ushindi wa Yesu? Liko wapi shangilio? Mbona hawa wanaonekana kuendelea kuwa na hofu? Je, bado wanafikiri mwili wa Yesu umeibiwa? Wanawaza nini hawa ndugu zetu? Jambo la pili, hawa wanawake ambao kwa kweli wamekuwa wakisifiwa kama mashujaa wa imani, waliokuwa na ujasiri hata kuliko wanafunzi wa Yesu, walijiimu mapema asubuhi, wakaenda kaburini kwa lengo la kuonyesha upendo wao kwa Yesu na kumpaka mafuta. Sitawahi kuwalaumu wala sitawahi kuona tukio lao, lakini leo ninaona tukio yao inavyoonekana. Wamama hao walimfuata Yesu kama mwanadamu wa kawaida,
nafasi ya upande wa pili, nafasi ya uungu, kwamba hata kama amekufa, yeye kama Mungu ana uwezo wa kuishi tena, ana uwezo wa kufufuka. Inaonekana akina mama hawa labda hawakupata habari alizowaambia wanafunzi wake kwamba nitakufa, siku ya tatu nitafufuka na nitawatangulia kwenda Galilaya. Labda hawakuwa wamepata maelezo haya ya kutosha, au kama walipata, basi walikuwa na upungufu wa imani. Wamama hawa walikabiliwa changamoto ya kwanza na hofu ya jiwe kubwa lililokuwa mlangoni pa kaburi. Mwandishi amekaza, lilikuwa kubwa mno. Mungu kwa namna ya ajabu aliliviringisha lile jiwe, wakakuta alipo tena mlangoni pa kaburi. Hata kama nimehoji imani yao, lakini bado wanaonekana wana ujasiri mkubwa. Jiwe alipo, kaburi liko wazi, hawajui nani ameliviringisha, bado walikuwa na ujasiri wa kuingia ndani ya kaburi, na mle ndipo waliweza kukutana na kijana aliyevaa mavazi meupe ambao waandishi wa Biblia wamesema ni malaika. Fundisho la kwanza katika somo hili ni kutukumbusha sisi wanadamu kwamba hata kama tunaweza kuwa na vizuizi, hata kama tunaweza kuwa na vikwazo, hata kama tunaweza kuwa na changamoto, hakuna jambo kubwa na gumu litakalozuia mpango wa Mungu maishani mwetu. Hata kama una shida, hata kama una matatizo, hata kama una changamoto, nataka nikuhakikishie Jumapili ya leo, Jumapili ya Pasaka, Mungu ana nguvu kuliko hivyo vikwazo vinavyokutesa. Letu ni kuendelea kumwamini Yesu mfufuka, ni kuendelea kumshika, na yeye Mungu kwa wakati wake ataondoa vikwazo vyako kwa namna yake. Ndugu zangu, kama tukiwa na imani ya kweli kwa Yesu mfufuka, hakika mambo yetu mengi yatakwenda vizuri. Shida kubwa tunayokuwa nayo ni hii changamoto ya kuwa na imani hapa. Nitaje shida kubwa inayotuzuia kusonga mbele, shida kubwa inayotuzuia kupiga hatua, shida kubwa inayoturudisha nyuma ni kuwa na hofu. Mwambie jirani yako, kuwa na hofu. Mwandishi mmoja aliandika akisema, ndege anayeogopa kuruka kwamba ataanguka afya, akibaki kwenye kiota chake atakufa kwa njaa. Lakini pia tunajua sisi wa Afrika tunajua kwamba hasa watoto wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazazi wanakuwa wanamshikilia kama yai, hawataki hata akikwae, hawataki aruke, hata akitaka kusimama wanakuwa karibu kumshikilia. Watoto wa namna hiyo wanachelewa kutembea kwa sababu ya uoga wa wazazi, wanawachelewesha kutembea. Shida kubwa inayokuzuia usiendelee mbele ni kuwa na hofu. Hofu
shauri inazaa mashaka. Mashaka yanaleta uoga zaidi, na unapokuwa na uoga huwezi kusonga. Bwana Yesu. Kwa Yesu mfufuka kila kitu kinawezekana. Iwe biashara, iwe kazi, iwe ndoa, yawe maisha, yanawezekana. Ili mradi umeondoa hofu, umejikabidhi mikononi mwa Mungu ukisema, mimi siwezi lolote, lakini kwa nguvu zako nina hakika utaniwezesha. Na hapo utasonga mbele. Waswahili wanasema wataona wanachanja mbuga, na wale wenzetu wanasema wataisoma nao. Mwambie ndani yako, ondoa hofu upate baraka. Ndugu zangu, tuna shida kubwa ya kuendelea kumtafuta Yesu kaburini. Tuna shida kubwa ya kuendelea kumtafuta Yesu kaburini. Wapo watu pamoja na kwamba Yesu amefufuka, maisha yao na matendo yao hayaonyeshi lolote linaloonyesha kwamba Yesu amefufuka ndani ya mioyo yao, amefufuka katika maisha yao. Wanaendelea na maisha ya kawaida. Hakuna mabadiliko yoyote yanayotokana na Yesu huyu kufufuka kutoka kaburini. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mapema, ndiyo nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka na nitawatangulia kwenda Galilaya. Yesu anaamua kurudi Galilaya, mji wa nyumbani kwao alipokulia na kulelewa. Na mnajua maajabu mengi, miujiza mingi ilifanyika katika mji wa Galilaya. Theodia anaamua kurudi Galilaya, na anawaambia wanafunzi wake warudi Galilaya kwa sababu anataka warudi katika maisha yao ya kawaida. Anataka warudi pale Mungu alipowakuta, alipowaita. Na sasa wanapaswa kuanzia pale Galilaya waanze kumshuhudia katika mazingira yao ya kila siku, sio kukimbilia mahali pengine. Anawataka warudi katika jamii inayowajua. Sasa waanze kazi ya injili kwa watu wanao. Ni ajabu na ni hatari kubwa mtu kusema kwamba amekutana na Yesu na anamjua Yesu, lakini akaanza kukimbilia kwa wengine. Ni vizuri tunapokutana na Yesu, faida ya Yesu mfufuka ianze kuwanufaisha watu wa nyumbani kwetu. Na sisi kanisa la Kilutheri tumelea washirika wetu, na wengi wanapobahatika kumjua Yesu zaidi, wanapokata shauri wanakimbia kwenda makanisa mengine, wakisema huko hawana Roho Mtakatifu, huko hawana Roho. Yesu anawaambia wanafunzi wake, rudini nyumbani kule Galilaya, muanzie pale, ili hata kama ni kusaidia, tuanze kusaidia watu wa nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaombe basi, sisi tunapomwona Yesu kufufuka, tunaposhuhudia nguvu za Yesu kufufuka, tunapookolewa na kukombolewa kweli, tusikimbilie mahali pengine. Tukae katikati ya watu wetu, tuwasaidie kwa kuona ushuhuda wetu, kwa kuona mienendo yetu, kwa kuona matendo yetu, kwa kuona upendo wetu, na wao wakufu kumwamini na kumpenda Yesu kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ninakuomba sana Jumapili ya leo wewe ukutane na Yesu mfufuka.
ukutane na Yesu mfufuka, ili aweze kuingia katika maisha yako, aweze kufufuka pamoja nawe, aweze kukusaidia uwe kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Ndugu zangu, wanawake hawa katika somo hili, katika Injili hii, walipopata habari za kufufuka kwa Yesu, walikaa kimya. Na wako wengi ambao tunapata habari za Yesu tunakaa kimya, hatupendi kwenda kushuhudia, hatupendi kwenda kuhubiri, hatupendi kwenda kueleza habari njema za Yesu. Na wakati mwingine tunafikiri labda mwingine ana kipaji cha kusema mambo mazuri, cha kuhubiri habari za Yesu mfufuka, cha kutangaza habari njema za Yesu aokoaye, lakini inapofika katika kusema mabaya ya wengine, mbona una uwezo wa kuyatangaza na kuyahubiri na kuyasambaza zaidi? Na sisi wa Afrika mbalimbali, mabaya tunayasema zaidi na mazuri tunayaficha. Ndugu zangu, hatupaswi kukaa kimya. Tunahitaji kwenda kuwashuhudia wengine. Ushuhuda wetu uwe wazi, maneno yetu, matendo yetu na mawazo yetu yaonyeshe kwamba tunamjua na kumwamini na kumpenda huyu Yesu mfufuka. Huyu Yesu nia yake na mapenzi yake kwetu ni kuona kazi yake ya ukombozi inaendelezwa, na kwa sababu hiyo hataki hata mmoja wetu apotee. Ndio maana katika Injili ya Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16, kwa sababu juzi tuliweza kusema vizuri, niombe turudie tena 3:20, kwa maana 3:20, Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaombe basi, tunapopata habari za Yesu kufufuka, twende kuwashuhudia wengine, kwa sababu Yesu hataki hata mmoja apotee. Ndugu zangu, Pasaka ya mwaka huu ina mambo mawili makubwa ninayotaka nikuhakikishie. La kwanza, inakuhakikishia kwamba hata kama umekuwa mdhambi kiasi gani, hata kama umeishi maisha ya kutomjua Yesu kwa muda mrefu, hata kama umekuwa mvivu wa kusali, bado Yesu kwa kufufuka kwake analeta tumaini, analeta ujumbe wa matumaini. Mungu amefungua njia kwa watenda dhambi wote. Kuja kwake ni ili kukuokoa, ni ili kufanya uwe kiumbe kipya, uwe mwana na mrithi katika uzima wa milele. Hatuhitaji kubaki katika dhambi zetu. Tunahitaji tumpokee huyu Yesu Mwokozi ili yeye aweze kutuokoa. Tunzi wa wimbo anasema, endapo dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama damu, kwa damu takatifu ya Yesu zitakuwa nyeupe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuombe basi Pasaka ya mwaka huu iwe ni wakati mwafaka wa wewe kuokolewa na kutoka katika lindi la dhambi. Jambo la pili, Pasaka ya mwaka huu
Inamaanisha kwamba watu wote ambao watakuja kwa Yesu Kristo na kutubu na kuamini wataokolewa. Ikiwa utakuja kwa Yesu leo ukamwamini, ukaamua kuachana na maisha ya kale, unahakikishiwa msamaha, unahakikishiwa nafasi katika uzima wa milele, unahakikishiwa ushindi dhidi ya nguvu za kifo na mauti. Ijumaa pale msalabani, tukikumbuka pale msalabani Yesu alivyosulubiwa katikati ya wahalifu wawili, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Adhabu ya kukimbiliwa msalabani ilikuwa ni kwa makosa makubwa ya mwili kwa nguvu wa uwaji. Yule mmoja alipotambua dhambi zake akamlilia Yesu, akamwambia, unikumbuke katika ufalme wako. Yesu pale akamhakikishia kwamba atakuwa naye peponi usiku huo. Bwana Yesu, dhambi zako siamini kama ni nyingi kama mhalifu yule. Dhambi zako ni nyepesi mno. Hebu mwambie Yesu, ukumbuke katika ufalme wako. Yeye atakuokoa, utakuwa mwana na mrithi katika uzima. Ndugu zangu, Pasaka ya maana, kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu liwe tumaini kwa wote ambao wanatafuta wokovu. Sisi sote tunaomwamini tutakufa pamoja naye katika habari ya dhambi na tutafufuka pamoja naye katika habari ya uzima wa milele. Baada ya Yesu kufufuka, sisi sote tuna ujasiri wa kukaribia kiti cha enzi cha Baba. Nikuombe basi, usirudi nyuma, usiteleze tena, usiendelee kucheza katika dhambi. Endelea kukaa katika kiti cha enzi cha uzima, kiti cha enzi cha Baba. Endelea kukaa mikononi mwa Yesu. Uwe nyumbani, uwe kanisani, uwe sokoni, uwe kazini, onyesha kwamba wewe ni mwana na mrithi katika uzima wa milele. Na hii italeta baraka kwako, italeta furaha kwako, italeta amani kwako, lakini pia itawanufaisha watu wa nyumbani kwako. Bwana akubariki na Bwana akulinde. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Nenda ukitangaza habari njema ya kwamba Kristo amefufuka. Haleluya, Kristo amefufuka. Haleluya, Kristo amefufuka. Basi nawatakia Pasaka njema yenye baraka, furaha